miaka mingi maeneo mengi ya nchi yalibaki nyuma katika upatikanaji wa huduma za mawasiliano, lakini leo hadithi hiyo inabadilika na tunaangalia safari ya mafanikio tuliyopitia na hatua thabiti tulizopiga katika kuiunganisha Tanzania kidijitali. Tarehe 13 Mei mwaka 2023, serikali ya awamu ya 6 ilichukua hatua ya kihistoria kubadili sura ya mawasiliano vijijini na pembezoni mwa nchi. Makampuni yote ya simu kuhakikisha kwamba ujenzi wa minara yote inakamilika kwa mujibu wa mikataba iliyoingiwa leo kwa quality, specifications na muda jinsi tulivyosaini. Halmashauri na taasisi zote zinazohusika na utoaji wa vibali nilishavisema ni mwezi mmoja vibali vyote. Kupitia ruzuku ya serikali ya shilingi bilioni 126 ikiwemo shilingi bilioni 71 kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF na shilingi bilioni 55 zilizotokana na mkopo wa Benki ya Dunia kupitia mradi wa Tanzania ya kidijitali, mradi wa ujenzi wa minara 758 ulianzishwa. Kukamilika kwa minara yote 758 kufikia Desemba mwaka 2025 kumewezesha zaidi ya wananchi milioni 8.5 katika kata 688 na vijiji 1400 kupata huduma za simu na internet kwa mara ya kwanza. Hatua hii imepunguza kwa kiasi kikubwa pengo la mawasiliano kati ya mijini na vijijini na kufungua fursa mpya za kiuchumi na kijamii. Kama Wamasai, mawasiliano yetu ilikuwa ni ngumu. Yaani tukikutana na mtu lazima nimuulize mahali alipotoka au anapoenda, na huyo akienda anamueleza mwingine kama nilivyomueleza. Na sasa hivi hata mfugaji machungani, ukipigia simu anakupa taarifa anaendelea hivi. Tukio likitokea ni rahisi sana kutoa mawasiliano vyombo husika. Sambamba na ujenzi wa minara mipya, minara 304 iliyokuwa na teknolojia ya 2G imeboreshwa hadi 3G na 4G. Maboresho haya yameongeza kasi na ubora wa huduma za mawasiliano nchini na kuwezesha wananchi wengi zaidi kushiriki katika uchumi wa kidijitali kupitia elimu mtandaoni, biashara za kielektroniki na huduma za kijamii zinazotumia internet. Lakini pia kwa upande mwingine, hata kwa wanafunzi kudownload kwa zile video za namna wenzao kujifunza na nawekea kwa darasani wanaenjoy kidogo. Kwa kweli kuturahisishia sana. Lakini minara na internet peke yake haviwezi kufanya kazi bila msingi imara wa mawasiliano kitaifa. Nyuma ya mafanikio haya kuna miundombinu ya kimkakati ya mawasiliano ya mkongo wa taifa wa mawasiliano unaosimamiwa na Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL. Mkongo huu ni uti wa mgongo wa mawasiliano ya kidijitali unaosafirisha taarifa ndani na nje ya nchi kwa kasi na uhakika. Tangu kuanza kwa ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano mwaka 2009 hadi mwaka 2021, jumla ya kilomita 8,319 zilijengwa kuunganisha wilaya 36 nchini. Kuanzia mwaka 2021 hadi kufikia leo, ujenzi umeongezeka kwa kasi kubwa na kufikia zaidi ya kilomita 15,167 za mkongo unaofikia wilaya 121 kati ya wilaya 139. Lengo la serikali hapa ni kuhakikisha mkongo unafika katika wilaya zote ifikapo Disemba mwaka 2026. Kupitia mkongo huu, taasisi za serikali, vyuo vikuu, vituo vya utafiti na shule zaidi ya 800 zimeunganishwa kwenye mtandao wa mawasiliano ya uhakika. Hali hii imeimarisha utoaji wa huduma za serikali mtandao na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali nchini. Maendeleo haya pia yamechangiwa na uhusiano imara kati ya serikali na sekta binafsi. Mnamo Septemba mwaka 2023, serikali ilisaini makubaliano na umoja wa watoa huduma za mawasiliano kwa ajili ya kuimarisha zaidi miundombinu ya mkongo wa mawasiliano, yani missing links, kwenye maeneo ambayo hayajafikiwa na mkongo wa taifa wa mawasiliano. Tarehe 25 Septemba mwaka 2023,
serikali na consortium waliingia hati ya maridhiano na kuwezesha consortium kuchangia kiasi cha dola za Kimarekani milioni 11.4 mpaka kufikia Februari 2026 na kuweka ahadi ya uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 13 kwenye upanuzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Aidha, zaidi ya kilomita 1193 za mkongo zimejengwa na kukaguliwa ubora wake, na mkongo huo sasa unakabidhiwa rasmi serikalini. Haya ni mafanikio makubwa mno katika safari ya kujenga Tanzania inayounganishwa kidijitali. Hata hivyo, safari bado inaendelea. Serikali inaendelea kutekeleza mkakati wake wa kuhakikisha kuwa hakuna Mtanzania yoyote anayebaki nyuma katika upatikanaji wa mawasiliano na huduma za TEHAMA kama ilivyoainishwa kwenye Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Kwa pamoja tunaijenga Tanzania inayounganishwa, jumuishi na ya kisasa, Tanzania ambayo kila mwananchi ana nafasi sawa katika dunia ya kidijitali leo na kwa vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, we are deeply honored by your presence today. Our leadership continues to position ICT as a central pillar in delivering Tanzania's National Digital Economy Strategy 2024-2034 and the long-term aspiration of Tanzanian Vision 2050. Across our country, we are witnessing the real impact of digital transformation. Young people are building businesses from their mobile phone, farmers are accessing markets and receiving payments digitally. Government services are becoming more efficient and accessible. YAS is proud to be a true ally of the realization of the National Digital Economy Strategy and National Development Vision 2050. Our commitment is clear: to continue investing in resilient digital infrastructure, to expand access and inclusion for all Tanzanians, and to support the government in delivering its vision for a strong digital economy. Sisi kama Moda tunatoa huduma za kidijitali na za kifedha kwa mwisho wake. Ndani ya miaka 10, Vodacom imewekeza shilingi trilioni 2.1 katika miundombinu. Mwaka jana peke yake Vodacom imewekeza milioni 2.6 katika kuboresha mtandao wake kuwa kisasa zaidi, ambao unatumia akili mnemba, yani AI, na pia unatumia nishati kwa ufanisi zaidi. Hii inaendana na ajenda yetu ya mazingira na kutoa huduma bora kwa kizazi kijacho. Maendeleo yetu yamejengwa kwa ushirikiano. Mwisho, napenda kuipongeza serikali katika uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya mkongo wa taifa kupitia NICT-DB. Kama Vodacom tunajivunia kuwa mdau wa maendeleo ya taifa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. First, allow me to express our sincere gratitude to the government of Tanzania for your continued support in advancing the telecommunication sector and overall digital Tanzania framework as we embark on the Dira 2050. Allow me at the same time to commend the Ministry of Communication and Information Technology for their unwavering support. Airtel Tanzania operates under a public-private partnership framework in which the government of Tanzania holds a 49% shareholding kupitia usajili wa hazina. Airtel partnership with the government has been instrumental in driving meaningful impact as we remain committed to delivering value to the people beyond profit. Thank you to Digital Tanzania Project 758, where we have been a significant player with 169 sites. Nilikuwa naona 5G kama ndoto kufika nchini kwetu. Sasa nawapongeza sana wizara na Airtel kwamba sasa tumeshuhudia lidude lile kubwa linaloitwa robot linakuja kuleta kifurushi cha 5G ndani ya Tanzania. Our investments in fiber infrastructure and rural connectivity are ensuring that no one is left behind. Trong giai đoạn tới, Halotel sẽ không chỉ là nhà cung cấp kết nối mà là nền tảng về hạ tầng số. Chúng tôi xác định sẽ tập trung vào mở rộng mạng 4G 5G với chất lượng cao, phát triển dịch vụ tài chính số, phát triển hạ tầng dữ liệu. Halotel has connected us for years
Sisi ni Tanzania.